Kuna hiki kisa kimoja ambapo kuna mtu alinitumia SMS na hii SMS ilikuwa ndefu sana. Ningependa kisa hiki ukisikie pia, na hasa kwa wewe ambaye unatumia application za mikopo kukopa pesa au unataka utumie application hizi. Hiki ni kisa ambacho nitakwenda kukisimulia kama ifuatavyo, na utamuona hapo sio muhusika kwa sababu muhusika alisema jina lake na vitu vingine visihusike kwenye video baada ya kumuomba ni post video hii. Kwa wale wageni hakikisha umesubscribe, kwa wenyeji kinachobaki ni kulike, kwa mgeni mwenyeji like video ili kwa taarifa YouTube kwamba haya ndio mambo unayopenda. Ukigusa alama ya kengele utakuwa umejisajili kama mtu wa kwanza ambaye utakuwa unapokea taarifa kila tunapopost video. Sasa iko hivi, huyu ni mwanadada ambaye kama nilivyosema jina lake sitalitaja na vitu vingine sitahusisha details za ndani sana. Lengo ni kusikiliza kisa hiki alipokopa na kilichomkuta baada ya kukopa. Huyu ni bidada ambaye anaishi sehemu fulani hivi. Alitumia application ya mikopo ambayo pia sitahitaji application ya mikopo kwa sababu siwezi kuirenga moja kwa moja, ila ni kama nilivyokuwa naongelea video zingine nyingi, application hizi huwa zinafanana na mara nyingi huwa zinaendeshwa na watu wale. Alipokopa kwenye hii application, cha kwanza alisema alishangaa kukutana na pesa ambayo yeye hakuitarajia. Alikuwa na lengo la kukopa kiasi kidogo, lakini alipewa kiasi kikubwa. Na alipopewa kiasi hiki, aliandikiwa pale kiasi cha kukopa kwamba atakopa 45,000, lakini aliyetumiwa kwenye simu ni 30,000 wakidai kuwa ni makato na mambo ya fees. Kwa hiyo atakuwa anadaiwa deni la 45,000, lakini kwenye simu alipokea 30,000. Sasa alipokopa pesa hii, riba yake pia ikawa ni kama mara mbili hivi kwa sababu ilitakiwa alipe 80,000 baada ya kupewa hiyo 30,000 ambapo waliandika 45,000. Na hakujua kuwa atatakiwa kurudisha ndani ya siku ngapi, ambapo application hizi mara nyingi huwa zinadai kuwa inabidi urudishe pesa ndani ya siku 7. Sio kwa siku 7, ndani ya siku 7, maana yake siku 6 hivi kushuka chini. Sasa alipokopa pesa hii, kwa bahati mbaya hakuridhishwa na mkopo huo. Kwa hiyo alikuwa anahitaji apate 20,000 yeye 20,000 ya haraka kwa sababu application hizi zinadai kuwa zinatoa mikopo ya haraka. Na hakujua kuwa anatakiwa alipe ndani ya siku 7 kwa sababu kwenye matangazo yao wanasema unalipa ndani ya mwezi. Kwa hiyo yeye alijua ataweza akalipa ndani ya siku 14 ambapo alikuwa na uhakika wa kulipa pesa hii ya haraka ambayo alikuwa anahitaji 20,000. Lakini alimpa 30,000 na walimwambia pia ana deni la 45,000 ambapo riba yake itatakiwa alipe 80,000. Alijaribu kuwatafuta ili awasiliane nao kuhusiana na hii issue. Wengi walikuwa hawapatikani kwa wakati, na hata wakipatikana hawampi msaada wowote. So ikafika ndani ya siku 5 hakulipa deni hili kwa sababu alikuwa pia na hasira. Kwa nini ambiwe alipe pesa kubwa kwa pesa kidogo aliyopewa? Alipochelewa kulipa, ilipofika ndani ya siku ya 6 alianza kutumiwa SMS na alianza kupigiwa simu. Sio simu ya kwamba unatakiwa ulipe, ni simu za vitisho kwamba unapaswa ulipe na vitu kama hivyo kama kawaida yao. Haikuishia hapo, pia walianza kuwatafuta ndugu zake na rafiki zake ambao alikuwa na namba zao kwenye simu na kuambiwa kuwa mtu fulani ni tapeli mtandaoni anadaiwa pesa hataki kulipa. Kwa hiyo msaidieni kulipa kwa sababu aliwaweka nyie kama mdhamini. Hivyo ndivyo walikuwa wanamwambia kila mtu. Bidada huyu alikuwa na mume ambaye yuko sehemu mbali kidogo, na wanaangalia namba ulizozisave kwenye simu. Kwa hiyo walichukua namba ya mume wake pia, wakamwambia kitu hiki cha kwamba mke wako amenitapeli mtandaoni na vitu kama hivyo. So mume hakuweza kulipa direct kwa sababu hakuambiwa kuwa anatakiwa alipe, bali alikuwa anaambiwa tu kwamba mtu fulani ni tapeli. Kwa hiyo alimtafuta mke wake na mke wake akamwambia hawa ni watu ambao wanakopesha mtandaoni, nilikuwa na shida 20,000 ya haraka lakini wakanipa pesa 30,000 na wakati wakaniambia nilipe 80,000. Kwa namna hiyo manake wao ndio matapeli. Na kama wanataka process zozote basi naweza nikawalipa. Mke wake akasema hapana, usiwalipe kwa sababu ni washenzi. Kwa hiyo na sina mpango kwa kuwalipa kwa walioyafanya. Wamewatafuta ndugu zangu, wamefanya usumbufu, vitu vyao haviko direct. Sasa walichokifanya hawa watu wa mikopo hawakuishia hapo, wakafanya jambo moja kubwa sana. Bidada huyu alikuwa anatumia Facebook na WhatsApp na vitu kama hivyo. Sasa hakufahamu kuwa wanaona SMS zake zinazoingia kwenye simu.
kupitia njia ya kuona SMS zake kupitia application ambayo yeye ameiweka kwenye simu. Waliweza kuingia kwenye account yake ya Facebook, na walichokifanya wakachukua pia picha zake ambazo zipo kwenye simu. Alikuwa na picha si za ajabu, picha za kawaida. Wakachukua picha zake ambazo zina sura na vitu kama hivyo. Wakachukua picha hizo, wakatengeneza tangazo Facebook. Sio tangazo moja, matangazo mengi, kwamba mimi naitwa Fulani. Hao watu ndivyo walivyofanya sasa kwenye account ya huyo mdada. Mimi naitwa Fulani, nafanya biashara ya kujiuza na nauza. Kama umeiona matangazo kama hayo, wanaandika mambo ya ajabu. Waliandika najiuza na nafanya kila kitu. Nadhani sijui kama umenielewa. Waliandika mimi Fulani najiuza, bei wakaweka na bei pale, na tangazo zuri kabisa. Pia nafanya kila kitu, sio tu nafanya hadi yale mambo mengine. So ni matangazo ambayo yalikuwa kama wiki moja. Huyo mdada hakujua kwamba ni matangazo ambayo yanaendelea kwa Facebook kuhusu yeye. Hakuishia hapo, wakaunda group la WhatsApp. Wakachukua namba zake zote, wakaweka profile picha yake, kwa sababu picha zake walikuwa wanaweza waka access. Wakaweka profile picha yake kwenye hayo magrupu ya WhatsApp, ambapo pia wakawa wanatangaza kitu kile kile kwamba najiuza na nafanya kila kitu, mambo yote nafanya kwenye ukilipia. So na kuna watu huwa wanafurahia vitu kama hivi, wananunua. Mdada huyo anasema aligundua pale ambapo alianza kuona SMS na simu nyingi, watu wakitaka kufanya biashara hiyo, na alishtuka kwa sababu ni kitu ambacho mara kwanza alijua ni labda ni mtu kakosea namba, lakini kaendelea siku 3 watu wanapiga, watu wanatuma SMS, wanataka wakutane nao. Na wengine ni wale watu ambao anaishi nao karibu, kwa sababu wanatumia waliunda magrupu na walitumia Facebook ambapo anaona vitu vya watu walio karibu. Kwa hiyo wengi walikuwa wanamtafuta ni watu wa karibu ambao walikuwa wanaheshimiana labda na. Sasa issue ilikuwa kubwa mpaka mume wake pia akaona kitu hiki. Ikabidi arudi haraka nyumbani na kumwambia mke wake kwa nini amefanya kitu kama hiki. Mke wake akajielezea, mimi sifahamu, ni vitu tu ambavyo vinaendelea, yeye hajui na yeye mwenyewe anashangazwa. Na ndipo alipopigiwa simu na akaambiwa vitisho vingine zaidi, kwamba usipolipa deni hilo tutafanya mengine zaidi, kwa hiyo unatakiwa ulipe pesa ambayo unadaiwa. Ndipo pia mume akagundua kuwa okay, issue ni mkopo. Akamwambia tukutane mahakamani. Lakini kama tunavyofahamu watu hawa hawako kihalali sana, walikwepa swala hilo. Walisema tu tutaendelea kukudhalilisha mpaka utapolipa deni letu. Watu wa karibu ambao walikuwa wanaheshimiana wakajua yeye anajiuza na anafanya mambo hayo mengine ya ajabu ambayo waliandika kwenye hizo matangazo. Sasa hiki ni kitu ambacho kimetokea mara nyingi, lakini na mengine mengi zaidi hayo yanatokea kwa watu ambao wanakopa kwenye hizo application za mikopo. Kwa hiyo wewe kama ni mmoja wa watu ambaye unatumia application za mikopo kupata mikopo, au unataka utumie, kuwa na tahadhari kwamba wanaweza wakakudhalilisha. Kuwa aware kuwa watu hawa wanaweza wakakudhalilisha kama hivi au zaidi. So hiki ni kisa ambacho nilipenda tu watu mkisikie kuhusiana na application kama hizi za mikopo. Na application hizo ni nyingi sana, zinapatikana Play Store na zina mambo ya kufanana zote. Kulipa siku 7, riba kubwa, vitu kibao, sijui nini cash,